you my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Karibu katika simulizi au makala fupi juu ya hayati Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Je, hayati JPM alikuwa ni nani? Ni huzuni, majonzi, vilio na simanzi kwa kila kona ya Tanzania, mjini na vijijini. Kifo cha Rais Magufuli kimetikisa vichwa vya watu na kuacha midomo wazi, wa Tanzania na wasio wa Tanzania. Kiufupi, Rais Magufuli alikuwa rais aliyependwa na watu wote nchini Tanzania, hasa wale waliojiita wanyonge, huku akichukiwa na wachache wale waliotumiwa na mabeberu katika kumharibu au kumchafua Magufuli katika utawala wake. Lakini alisimama kidedea na hawakufanikiwa. Rais Magufuli ndiye rais pekee aliyenusurika kifo kwa kupewa sumu, lakini alimtegemea Mungu, na hii ni kutokana na kumwamini Mungu katika utawala wake. Hayati Dr. John Joseph Magufuli ni rais pekee aliyeiona Tanzania kuwa ni nchi yenye uwezo wa kujitawala kwa kutumia rasilimali za ndani bila kutegemea msaada wa mabeberu. Hotuba za Rais Magufuli ziliwaumiza wengi, hasa wale walioonekana kuitakia mabaya nchi ya Tanzania. Tanzania ilionekana nchi adui kwa mataifa endelevu, hasa pale Rais Magufuli aliposimama kidedea kupinga ukoloni mamboleo kupitia misaada isiyo na tija kwa taifa lake. Ikumbukwe ndiye rais aliyegundua kuibiwa dhahabu kupitia makinikia, barakoa za kiasili, kujifukiza, ubovu wa vipimo vya korona na kukata msaada wa chanjo ya korona. Dr. John Joseph Magufuli ni rais pekee aliyetumia muda wake kuzungumza na wananchi au mwananchi mmoja mmoja, kuongea na viongozi wa dini mbalimbali, lengo likiwa namna ya kuipeleka Tanzania ya kweli na haki na misingi bora. Muda mwingi alisisitiza kusema ukweli pamoja na kuwajibika. Alipinga vikali swala la rushwa, uonevu, unyonyaji, uzembe na wizi wa mali za umma. Rais huyu ndiye aliyetambua thamani ya wanawake na kuamini na kuwapa nyadhifa kubwa, akianza na makamu wa rais wa Tanzania akiwa ni mwanamke katika nafasi hiyo, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mawaziri wakiwa wanawake kwa 50%, wabunge ni wanawake wakipewa kipaumbele, wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa wilaya. Ni rais aliyejiita rais wa wanyonge. Hii ilikuwa kweli kwanza isafisha nchi kwa kuondoa wafanyakazi
hewa, mishahara hewa na wale waliotumia nafasi walizopewa na serikali kwa manufaa yao. Ndipo tulianza kuona tumbua. Nchi ilianza kununua ndege, mabasi ya mwendo kasi, stendi zikitengenezwa, kujengwa vituo vya afya, shule, barabara za juu, zahanati, madaraja, vivuko na meli vikitengenezwa, watoto wakisoma bure, wafanyabiashara wakiwemo machinga wakifanya kazi kwa uhuru. Lakini kubwa lilikuwa ni la kurudisha ardhi ya wananchi kutoka kwa wawekezaji. Muda mwingi alitumia muda wake akiwa ndani ya nchi, huku marais wengine wakitumia nafasi za urais kwenda nchi za ughaibuni, lakini kwake hii haikupewa kipaumbele. Umeme na maji vikiwa tayari vinatolewa huko kijijini, kweli alikuwa rais wa wanyonge, na hii ilikuwa haipingiki. Amini kweli, wema hawaishi. Alitatua kero zilizowakumba wananchi moja kwa moja, hasa pale alipokutana nao akifanya ziara zake. Alitembea mikoa yote ya Tanzania, alifanya miradi iliyokuwa gumzo kwa serikali zilizokuwa zimepita. Hii ilijionesha alipoweka malengo ya kuhamisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhamia makao makuu ya Dodoma. Jiji la Dar es Salaam likiachwa kwa ajili ya kufanyia biashara, ni wazi kuwa shughuli zote zinaratibiwa makao makuu ya Tanzania, nikimaanisha Dodoma, huko Ikulu ikijengwa wilaya Chamwino. Kwa mema aliyoyafanya tunaweza kuyaona kwa macho na kumuita hayati baba wa taifa wa pili, huku wa kwanza akiwa hayati JK Nyerere. Heshima na nidhamu vilirejea kwa wafanyakazi wa serikali kutokana na kujitoa kwake Rais John Pombe Magufuli. Kiufupi, JPM alizaliwa Oktoba 29 mwaka 1959 huko Chato, kipindi hicho Chato ikiwa mkoa wa Kagera. Alisoma shule ya msingi Chato mwaka 1967 mpaka 1975 na kujiunga shule ya sekondari Lake iliyoko jijini Mwanza mwaka 1977 mpaka 1978. Hatimaye alijiunga chuo cha ualimu Mkwawa kilichopo mkoani Iringa mwaka 1979 mpaka 1982. Alitunukiwa shahada ya ualimu. Baada ya kuhitimu alianza kufanya kazi mwaka 1983 kama mwalimu. Hatimaye mwaka 1985 mpaka 1988 alifanikiwa kujiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kutunukiwa shahada katika masomo ya kemia na hisabati. Pia alianza siasa mwaka 1995 alipogombea na kushinda kuwa mbunge wa Chato na kuteuliwa kuwa naibu wizara wa ujenzi. Mwaka 2006 mpaka 2009 alipata udaktari katika somo la kemia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Baba hayati John Joseph Magufuli alifanya mafunzo ya kijeshi katika mikoa tofauti Julai mwaka 1983 hadi Desemba mwaka huo. Alijiunga na jeshi la kujenga taifa Makutupola lililoko jijini Dodoma. Januari 1984 March mwaka huo alijiunga na jeshi la kujenga taifa la Mkuyuni lililoko jijini Arusha. Alimaliza mafunzo yake katika jeshi la kujenga taifa mwaka
1984 mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 6 mwaka huo huo huko Mpwapwa, Dodoma. Hayati John Joseph Magufuli alifariki Machi 17, 2021 akiwa na umri wa miaka 61. Hayati aliacha mke na watoto 7 pamoja na wajukuu 10. Tuwaombee kwa Mungu awajalie moyo wa uvumilivu katika kipindi hiki kigumu. Angali hayati akiwa hai alifanya kazi kama mwalimu, waziri wa wizara mbalimbali ikiwemo wizara ya miundombinu na mawasiliano miaka 2000 mpaka 2005 na mwaka 2010 hadi 2015, na hatimaye kuchaguliwa na wananchi wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sera yake ya hapa kazi tu. Baada ya kumshinda mpinzani wake Edward Ngonyai Lowassa wa tiketi ya Ukawa, baada ya muhula wake wa kwanza kutamatika, aligombea tena kiti cha urais kupitia mwamvuli wa CCM na kumshinda mpinzani wake Tundu Lissu wa Ukawa kwa kura 12.5 kwa 1.9. Mwaka 2015 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo nchi Kusini mwa Afrika ifahamikayo kama SADC kuanzia mwaka 2015 mpaka umauti kumkuta, huku nchi ya Tanzania ikiwa nchi mwanachama wa jumuiya hiyo. Ni mengi yanayomhusu hayati Rais John Joseph Magufuli. Kwa machache haya, tumuombee rais wetu akapate kupumzika kwa amani. Daima njia yetu ni ile ile, maana tulitoka mavumbini, basi mavumbini tutarudi. Pole wa Tanzania, tushikamane na kuungana na kuliombea taifa letu katika kipindi hiki kigumu. Ulikuwa nami mwandaaji na msimuliaji wa makala hii fupi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, John Donatus. Usisahau kutembelea channel yangu YouTube na kusubscribe kwa habari mbalimbali, matukio, simulizi na kadhalika. It's been